Hello, habari. Hii video inaonyesha jinsi landlord au mwenye nyumba anaweza create account kwenye mfumo na kuingiza property yake na pamoja na kuingiza wapangaji na malipo yanapofanyika. Kitu cha kwanza ana create account. Hapo unaweka taarifa za landlord mwenye nyumba, jina la full name, namba ya simu na password. Hii namba ya simu ndio itakuwa username kwa ajili ya kulogin na hii password ndio itakuwa password kwa ajili ya kulogin. Kama anayejisajili ni mwenyewe mwenye nyumba, hana haja ya kuingiza referral number. Hii ni kwa ajili ya partners, wale ambao wanafanya kazi kama agent, ndio anaingiza namba yao hapo. Akishaingiza ana register, successful registration. Hapo unaingiza picha, prop, ingiza taarifa za property hapa, jina la property, eneo lilopo na address. Click next. Chagua ni nyumba ya chini au ni gorofa. Sema ni gorofa. Gorofa ziko ngapi? Weka idadi ya gorofa. Gonga next. Kwa ground floor. Chagua kuna wapangaji wangapi chini, kuna vyumba vingapi. Sema kwa 4. Select 4 cells. Chagua vyumba 4 vya wapangaji kutokana na ramani ya site ilivyo, kama viko hivi au viko hivi. This is one of second floor. Let's go to the next floor. Click continue. Hatua configure unit. Unaingiza taarifa za kila unit. Bonyeza hapa jina la unit. Ingiza taarifa za kila nyumba, idadi ya vyumba, kodi kwa mwezi. Save unit. Ingiza, inabadilika kuwa na rangi ya kijani. Ingiza unit. Fanya kwa vyumba vyote. Click create property. Hii ndio landing page. Landlord akilogin sasa hivi atakuja hapa moja kwa moja. Hatua inayofuata ni kuingiza wapangaji. Click hapa. Rangi hii chumba kiko available, hakina mtu. Rangi hii akilipa chumba kinabadilika, kinakuwa kijani. Ukimuingiza mpangaji kabla hajalipa, rangi inabadilika ya njano, inakuwa juu. Kodi yake ikiisha inakuwa nyekundu. Muingiza mpangaji, click hapa. Click assign tenant. Jiulize tenant ameshalipa au hajalipa. Kama amelipa sema yes, kama hajalipa sema no, sema hajalipa. Ingiza taarifa za mpangaji, jina lake, namba ya simu, kodi, kiwango anacholipa na miezi aliyolipa. Ingiza tarehe aliyoingia mpangaji, rudia kuingiza amount hapa, kodi ya mwezi. Click assign tenants. Kama umechagua amelipia itakuwa kijani, kama umechagua hajalipa itakuwa njano. Sasa kama yupo kwenye system ameingizwa na hajalipa, atalipaje? Zipo option mbili. Kama huyu mpangaji ambaye hajalipa akimtumia mwenye nyumba pesa au akamkabidhi pesa mkononi, mwenye nyumba anaweza kaingia kwenye mfumo akarekodi ile pesa aliyopokea, au mpangaji anaweza kaingia kwenye akaunti yake na akarekodi ile pesa aliyompa mwenye nyumba. Tuangalie jinsi mwenye nyumba anavyoweza kurekodi hizo pesa. Anaingia hapa kwenye payment, anamtafuta mpangaji huyu hapa, au mpangaji anasema record payment, anatafuta unit, anadaiwa 200,000, anaingiza hapo. Lakini kama amelipa nusu, anaingiza nusu. Tarekodi kama partial payment, kama amelipa yote. Weka sababu kama unataka mpangaji apate ujumbe kwamba umepokea hela zake. Kama utaki na kwa off, kama unataka na kwa on. Click record payment. Billing cycle is now full settled. Click OK. Rudi kwenye unit. They all turn green. Sasa option nyingine, mpangaji anaweza kaingia kwenye mfumo na akarekodi payment. Kuja tumuingize mpangaji. Tumuingiza mpangaji anaitwa Salum, anatakiwa alipe. Kwa hiyo mpangaji anaingia kwenye system na kuna record payment. Tuseme mwenye nyumba amesahau kurekodi, kwa hiyo mpangaji ndio anaingia kurekodi. Let's log out. Okay, let's log in as mpangaji. Click here. Kwa mara ya kwanza mpangaji akiingizwa, jina lake la mwisho, mfumo unatengeneza password, jina la mwisho 1 2 3. Mpangaji akishaingia anabadilisha password yake. Mpangaji ana login, mpangaji ameingia kwenye page yake, anadaiwa shilingi 2,000, analipa payment, atabonyeza hapa kwenye payment, make payment. Vingine mpangaji anaweza kufanya ni maintenance, kama ana shida ya matengenezo, anaingia hapa na kutuma taarifa kwa landlord. Kulipa, bonyeza hapa. Ziko option mbili za kulipa. Kuna record payment hapa, kama ametuma cash, amempa cash, amekabidhi kwa mkono, unakuja kurekodi hapa.
lakini kama akitaka kulipa direct kwa mfumo anaingia hapa record payment. Kama analipa full amount anaingiza tu message hapa, alafu anasema record payment. Lakini kama anataka kulipa nusu, partial payment, click hapa, klika kiwango anachotaka kulipa, anabonyeza record payment. Lakini kama akitaka kulipa kwa mfumo, bonyeza hapa, anachagua anataka kulipa kwa line gani, anaweka namba yake ya simu, kulipia, analipa. Kutumia record payment, inabidi mwenye nyumba aingie kwenye akaunti yake kwa ajili ya kuconfirm hii payment kabla hajaingia kwenye paid status. Akilipa kwa pay now, inaenda moja kwa moja inabadilisha payment status to pay. Tujaribu record payment. Click record payment, pata message, log out. Let's log in as landlord now. This landlord page. Landlord akaingia kwenye account yake. Naona hapa kuna notification. Click kwenye notification, payment confirm required. Okay. To confirm payment, click hapa, anaenda kwenye payment. Unakuta one payment waiting for you for confirmation. Click accept au na reject kama hajapokea hela. Accept. Yes, I received it. Okay. Status itabadilika, itakuwa green kwenye chumba cha mpangaji. Landlord anaweza kumtengeneza manager kwa ajili ya kumanage property zake. Click settings. Here click managers. This is apartment. Click plus sign. Put the information of a manager. Jina, namba ya simu, email. Hapa kuna permission. Kama unataka aweze collect pesa au manage tenants na manage maintenance peke yake. Unachagua hivi. Click assign manager. Click drop down arrow. Manager will receive a message. Open the message. Username, phone number manager, password, last name 123. Log out, then log in as a manager. Log in here. 1, 2, 3. Log in as a manager. It's a manager page. You can only see this dashboard and can manage tenants. The manager want to add more properties. Click plus sign. Need to upgrade. Click upgrade here or here. Upgrade plan. The free plan you have right now. Standard plan. Basic plan. Management package. Premium. Thank you.